Karibu kwenye exclusive nyingine tena. Unafahamu utaratibu wetu, tunafanya ni kuzungumza na vijana wote ambao wanaweka ubunifu kwenye kazi yao, wanaweka creativity kwenye kazi yao, au vipi? Na leo nipo na mwanetu, mshikaji wetu, atajitambulisha, anafahamika kama nani, majina yake yote, alafu tutapiga naye story. Ubunifu wake wa kipekee kidogo, anauza glass protector, anauza makasha ya simu ama makava, lakini namna ambavyo anayauza ni kwenye guta ambalo lina betri mbili, yani guta ambalo linaendeshwa na betri, lakini unavyoliona ni lina waka. Lakini kikubwa zaidi kuna picha ya Chief Goodlove, na kwa namna ambavyo nilipiga naye story kidogo akaniambia ni mtu ambaye anamkubali sana, ni mtu ambaye anamfuatilia sana. Unaweza kaona kuna picha yake pale, lakini caption aliyoiandika ni ile ambayo Goodlove kila siku anakuwa anaizungumzia, ni kwamba nitoka magetoni tafuta pesa, au vipi bana? Ndo mchizi alichokiandika kwenye guta lake. Kwa tutapiga story kuhusiana na hichi, lakini na biashara yake kwa ujumla. Ni aje mzee? Fresh mwanangu. Kama kawaida. Fahamika kama nani? Nafahamika, jina langu ni Jaden 4G. Naongea Jaden 4G. Afu kiufupi majina yangu kamili unaniita Justin Felix Bakari. Justin. Justin. Safi mwanangu. Umeanza kufanya biashara hii ya kuuza makava kwa muda gani? Miaka, yani naweza nikasema ni miaka kama 5 hivi. 5 hivi nafanya hii kazi, alafu naifanya kwa hiki Kigali tu. Kwenye hili gari mzee? Kwenye hili gari. Na biashara ikoje? Biashara ipo fresh tu. Ipo fresh, muda mwingine kama changamoto zinakuwepo, si unajua? Changamoto tunapitia nini na nini, hasa nimeifanya muda mrefu sana. Ubunifu hapa uliwaza nini kuweka mataa, lakini kuweka picha ya chifu? Ubunifu niliwaza, si unajua mtu anatumia akili nini, sasa niliwaza nikasema kwa nitafute maisha nifanye hivi na hivi, ndio maana nikaingia dukani nikachukua ile dude, kanunua, alafu nikaanza kuweka mataa nini. Sasa nikasema kwa sababu nimefanya kazi miaka mingi, mataa yamepungua. Hasa na beti lenyewe ile analosha taa limechoka kidogo, ndio maana mataa nikaamua nipunguze fulani, si unajua? Sasa ndio hivyo. Safi. Kikubwa zaidi nilichokutafutia ni kuhusiana na picha ya chifu. Unajua ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kama hii hapa mwanzoni, picha zake tuliziona, si ndio? Alikuwa ni machinga kama wewe, na wewe si ni machinga tu. Kwa hiyo nataka nifahamu ni mtu ambaye unamfuatilia kwanza, lakini hii kauli yake atoka magetoni tafuta pesa, na wewe umeamua kutoka magetoni kutafuta pesa, mzee, tuzungumzie. Nimeamua mwanangu, nimeamua. Jamaa cha kwanza ni mtu ambaye anaongea pointi, na anaongea pointi napenda kumsikiliza sana, yani sana, siwezi nikaongopa, yani sana, yani jamaa namkubali vibaya mno, Chief Goodlove namkubali sana. Kwa ndo maana maneno yake kama ile logo aliyoweka toka magetoni, nilisikiliza kipindi cha kwanza, naisikiliza nilikuwa kweli nilikuwa magetoni kabisa, nimekaa yani nimetulia naangalia movie tu, unajua uelewi? Sielewi yani, unajua nikaisikiliza ile logo, sasa nilipoisikiliza sasa ikanifurahisha na ikanipa nguvu ya kutoka, yani ya kutoka magetoni. Nikatoka magetoni na mimi mwenyewe nikaamua nije kupambana, si unajua? Ndo kama hivyo nikabandika na hii picha kabisa. Kama kijana unaamini ukiweka jitihada kwenye kazi zako, ukiweka nguvu unafanikiwa, si ndio? Tunafanikiwa mzee wangu. Tunafanikiwa, tuweze kukosa kufanikiwa. Kwa kufanikiwa nasema kufanikiwa ni kupambana. Ndio maana nimekwambia na jamaa anapenda kuongeaga pointi sana. Shanielewa. Kuna point anaongea yani sijui hata nisemeje. Jamaa anaongea vizuri sana. Na Chifu ni mtu ambaye ana upendo, anasaidia vijana. Ni mtu ambaye anapenda kusaidia watu ambao wanajituma kama wewe. Umepata bahati labda ya kukutana naye, utamwomba kitu gani? Vitu vya kumwomba vipo. Vitu vya kumwomba vipo na tena ni vingi sana, naona. Kwa sababu jamaa anasikiliza mtu. Na ukiwa unaongea kitu anakusikiliza, sio kama kuna baadhi ya matajiri unawaita, sijui nini na kukwambia wanangu mimi niko busy, sina muda, lakini jamaa akishaamua kusikiliza na anakuambia mdogo wangu fanya hivi na hivi. Jamaa anashauri vijana wengi sana. Ilikuwa nataka vijana tuelewe, jamaa anachoongea, jamaa anaongea pointi sana, naona namkubali, yani Chief Goodlove. Jamaa anaongea sana. Ushauri wowote labda kwa vijana wengine ambao wapo magetoni wamekaa wanasikilizia tu michongo itiki, lakini hawataki kujituma? Vijana naweza nikamwambia kama kiujumla, yani wamsikilize jamaa, na mtu ambaye hana simu, yani apambana atafute simu ili anamsikiliza jamaa. Jamaa yupo mtandaoni, shanielewa.
wamsikilize. Jamaa ukimsikiliza upo vizuri sana na anashauri, na akishauri kitu ukifuatiliza kitu ambacho amekushauri, kile kitu ambacho ameongea kwenye nanili, kwenye mavideo tunaangaliaga, unakuta ipo vizuri sana. Sawa. Biashara yako ni kubwa sana, makava ni mengi sana, glass protector ni nyingi sana. Mtaji wako ni kiasi gani na unaingiza shilingi ngapi? Lakini nataka nijue usharudisha pesa ya guta. Pesa ya guta imesharudi, maana kimefanya kazi miaka kibao kama nilivyokuambia. Pesa imesharudi muda sana. Kwa hiyo sasa hivi mtu anapambana na tada nyingine, anapambana na vitu vingine. Kiufupi pesa hiki kiguta imesharudi. Na biashara zako wewe ni usiku tu au mpaka mchana pia unafanya, kwa sababu ni guta inayotembea? Ni guta inayotembea, kwa mchana anafanya, ila mchana anafanya kuanzia saa 7 hivi. Saa 7 ndo nafanya hiyo biashara, naanza kufanya nini hadi saa 7 saa 8, muda mwingine naamwaga kukesha tu. Natokaga hapa saa 4 naenda kulala, saa 7 tena nipo hapa road. Unakaza. Safi mwanangu, kama kuna chochote ambacho unataka kukishare labda na Watanzania vijana kama wewe. Kukishare ni kivipi yani, sijakuelewa. Unataka chochote ambacho unataka labda kuzungumza kwa vijana? Kwa vijana mimi naweza nikazungumza kwamba yani tu focus yani. Wanakuambia focus na ulichonacho, yani focus na kitu ambacho hauna. Ushanielewa? Mimi nakumbuka kipindi tunaanza hii biashara tulikuwa na mjomba wangu. Ushanielewa? Tulikuwa tunaweka kwenye meza nini na nini, tukaamua tukasema mwanangu tufanye hivi na hivi 1 2 3 itakuwa vizuri, itapendeza sana. Na kipindi hicho tulikuwa tunamsikiliza jamaa. Tulikuwa tunamsikiliza sana. Sasa tukaamua tukafanya hivi, yani siku ya kwanza kwa tunakifungua hiki. Ilikuwa sherehe kwa watu yani. Wakati unapiga kwenye meza bado ulikuwa unamsikiliza Chief? Nilikuwa namsikiliza sana. Na jamaa nilikuwa namsikiliza, ndo kwanza akanipa na nguvu za kuja kutengeneza hichi. Yaani msema ukweli, ndo kanipa nguvu za kuja kutengeneza hiki kigari. Noma sana. Kumbe unaweza ukawa unafanya kitu labda unahisi watu wakifuatilia, unaweza ukawa unafanya kitu unahisi akifiki kwa wengi, lakini kumbe kinafika mwanangu. Big sana, shout out kwa Chief Goodlove. Au vipi? Chief namkubali sana. Yaani anapenda kuna nani wanapenda kuongea watu kutoka na about. Unaona? Majamaa wanaongea pesa shindili, ng'ombe shindili. Jamaa ndo wanapendaka kuongea sana wakina Chief Goodlove. Anapenda kuongea sana yani, ndio maana muda mwingine ananifurahisha. Unakuta mimi mwenyewe namsikiliza, muda mwingine anaongea point nacheka. Muda mwingine yana kuna kitu anakiongea unakiwaza kwa muda yani. Unakuta umeshatu yani ukipitia kwa ujamaa, kuna vitu baadhi ya vitu ukimpitia unaweza ukafanya ukatoboa na ukapata hela. Jamaa hapendi mtu akulalala, anapenda mtu ambaye anapambana. Kwa ukipenda kulalala jamaa hapo naye. Lakini ukiwa unapambana mshikaji sana yani. Anakufuatilia sana. Wewe mwenyewe ukishampenda jamaa anakusikiliza vizuri. Mimi nafikiri interview imefika. Chief akiona kuna namna tu ndugu yangu atabadilisha maisha yako. Kuna sehemu tu atakushika, atakupa mkono, atakuongezea mtaji, ama atakupa betri 2 3 4 5, utakuwa mkubwa sana, si ndio mzee wangu? Fresh mwanangu. Fresh, siwezi nikasema vibaya. Na hicho kitapendeza sana zaidi. Unaona kitapendeza sana kwa hiyo. Mimi nikuache mwanangu uendelee kufanya biashara zako. Shukrani sana kwa time yako. Naona wateja wamekuja, nikuache uendelee kufanya misha nyingine, lakini kwa wakati mwingine pia tutakutana mzee wangu. Haina noma kaka.